Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kumfahamu mtume wa binadamu pamoja na majini, na nakuletea elimu uweze kumuona mtume huyu. Kama we ni binadamu unasumbuka na changamoto za kimaisha, unapitia mitihani, unahitaji rehema za mtume ili aweze kukufanyia dua, ili uweze kuondokana na maisha ya dhiki pamoja na maisha ya mitihani. Mtume alikutana nao wapi majini? Mara ya kwanza katika Wad na Akhala, kutoka katika safari ya Kaif katika jangwa la Ijaz, Yemen. Mtume alikutana na kundi la majini tofauti tofauti katika pahala panapoitwa Hajun, na kuna kundi la majini 12,000 walitokea Mausin, Syria. Kuna kundi la majini pia lilitokea Jazirat Arab. Kundi hili la majini walikuwepo majini 1,000,000, na kuna kundi lingine la majini pia. Majini hawa walitokea Naisibin. Kundi hili la majini walikuwa ni majini 7. Je, kulikuwa kuna sababu gani za msingi mpaka mtume akaonana na kundi hili la majini? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Ukienda Maka, katika mtaa wa Gaza alipozikwa Bi Khadija Hajun Mihilat, umbali wa kutoka katika msikiti wa Maka utatembea mita 600. Katika mkono wako wa kulia, hapo ndipo nyumbani kwao mtume. Na vile vile kuna msikiti mdogo ufahamikae kama Masjidu Raya au Masjid Bendera. Kwa nini masjidi hii inaitwa Masjidi Raya au Masjid Bendera? Mtume alishawahi kuisimika bendera yake, na ndio maana msikiti huu mdogo unaitwa Masjidi Raya. Katika Masjidi Raya au Masjidi Bendera, ukivuka katika upande wa pili utakutana na Masjidi Shajara. Kwa nini msikiti huu unaitwa Masjidi Shajara au Masjidi Mti? Kuna wakati mtume pamoja na maswahaba zake alipitia nyakati ngumu sana za kimaisha. Mtume alipigwa pande pamoja na watu wake waliomwamini. Walifungiwa miaka 3, hakuna kutoka, hakuna kula
wala hakuna kuagiza chochote. Mtume pamoja na maswahaba zake walipitia nyakati ngumu sana, ikafikia hatua ya kwamba ikawapelekea wakaanza kula nyasi. Hata walipokwepo wakienda haja kubwa, haja yao ilikuwa ikitoka ni mithili ya kinyesi cha mbuzi. Siku moja Mtume mtukufu wa daraja alikumbwa na huzuni mkali sana. Alikuwa akiwaza. Ghafla akawa ametokea malaika Jibril, akamwambia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, mbona upo katika hali ya huzuni? Mtume akasema, kuna vitu vinaniumiza sana. Wayahudi wamenikataa, wanasema hawanitambui. Mtume akamwambia Jibril, na Jibril akamwambia, unauona ule mti? Hebu uite ule mti, alafu uulize maswali unayotaka. Mtume ikabidi auite ule mti, na ule mti ukang'oka pamoja na mizizi yake pamoja na matawi yake. Ukaenda ule mti ukawa unatembea mpaka kwa Mtume. Mtume akauliza ule mti, hivi mimi ni nani? Mti ukajibu, wewe ni mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndiye mtume wa Mola wetu mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Na mtume wewe, Wayahudi pamoja na Manaswara wanakufahamu vizuri sana, kwa sababu tayari ulishakuwa umebashiriwa katika vitabu vya kale, katika kitabu cha Torati, katika kitabu cha Injili pamoja na Zabur. Ulishabashiriwa na kuzungumziwa na mitume waliopita, walioteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakina Nabii Isa, wakina Nabii Ibrahim baba wa imani, wakina Nabii Suleiman, wakina Nabii Lut, wakina Nabii Yusuf. Wote walishakubashiri, wakina Nabii Musa pia. Mtume ikabidi auamrishe ule mti, ebu rudi pale pale ulipotoka. Na ule mti ukawa umetoka pale kwa Mtume, ukaenda kurudi pale pale ulipotoka, ukawa mzima. Mtume alifurahi sana, alitokwa na machozi ya furaha sana, akasema, hasbi hasbi hasbi. Ukitoka katika Masjidi Shajara, yani msikiti mti, kwa mbele yake kidogo kuna Masjid Jinn. Kuna msikiti unayefahamika kwa jina la Masjid Jinn. Kwa nini msikiti huu unaitwa Masjid Jinn? Je, msikiti huu ulikuwa umejengwa na majini? Jibu ni hapana. Huu ni msikiti uliyejengwa na binadamu. Msikiti huu unafahamika kwa majina matatu. Jina la kwanza ni Masjid Jinn, na jina la pili ni Masjid Baiha, na jina la tatu unafahamika kwa jina la Masjid Haras. Maana ya msikiti huu kupewa jina la Masjid Jinn,
majini wote kwa mara ya kwanza walisilimu katika eneo hili kabla ya msikiti huu kujengwa. Walisilimu mbele ya mtume mtukufu wa daraja. Walisilimu na kuwa waja wema na kuondokana katika ufuasi wa kishetani na kuenda katika njia yenye kumpendeza Mola wetu mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Na majini hawa walimtii mtume na walivutiwa na Qur'an aliyekuwa akiisoma mtume, na hawa majini waliisifu sana Qur'an. Wakasema hakika kumetoka vitabu vingi sana, kila aina ya vitabu, lakini Qur'an ni kitabu bora sana kuliko kitabu chochote duniani. Na ndio maana sisi tumeamua kusilimu na kukufuata wewe mtume, na tulikuwa tukikusubiria kwa muda mrefu sana. Kama Wayahudi wamekukataa, basi sisi tunakuamini wewe ni mtume wetu, na wewe ni mtume wa wana wa Adam, na wewe ni mtume wa majini. Tutakutii na tutaishi katika misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayahudi pamoja na Makuraish walimkataa mtume katika mji wa Maka, na mtume aliaminika na bwana mmoja ambaye ni mtumwa aliyefahamika kwa jina la Hadas na Saral. Hadas na Saral alimwamini mtume kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ndiye mtume aliyebashiriwa katika vitabu vya kale, Torati, Injil pamoja na Zabur. Na mtume alishakuwa amebashiriwa na mitume waliopita, na vile vile alibashiriwa ya kwamba ndio kiumbe bora kuliko viumbe vyote ulimwenguni, na ndiye mtume wa mwisho katika mitume 25 waliyeteuliwa na Mola wetu mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Hakutokuja kutokea mtume wa aina mwingine yoyote isipokuwa ni mtume yeye wa mwisho, ni mtume Muhammad mtukufu wa daraja. Kuna siku mtume Muhammad mtukufu wa daraja alikuwa akiswali. Kuna kundi la majini 7 lilipita katika maeneo ambayo mtume alikuwa akiswali. Majini hawa ni majini wa Nasibin au Naswaibin. Walivutiwa na mtume alivyokuwa akiswali na alivyokuwa akisoma Qur'an, mpaka wale majini wakaamua kusilimu. Na kuna siku majini wakamtuma mjumbe wa kijini aende kwa mtume, kwamba wanamwalika mtume, wanamhitaji mtume akawasomee Qur'an. Siku moja mtume alikuwa na jopo lake la maswahaba, akawaambia, nimepata mwaliko kutoka kwa majini. Nani miongoni mwenu yupo tayari kuongozana na mimi tuende kwa majini?
maswahaba zake walikaa kimya. Swahaba mmoja afahamikaye kwa jina la Abdullah bin Masud, yeye aliridhia, akamwambia Mtume, nipo tayari kuongozana na wewe, twende pamoja kuonana na majini. Abdullah bin Masud anasema walitembea takribani mita 700 karibia na Masjidi Shajara. Mtume akawa amechora mstari pale, akamwambia Abdullah bin Masudi, usivuke huu mstari. Na Mtume akawa amesogea mbele kwa ajili ya kwenda kuonana na majini mbele yake. Abdullah bin Masudi aliwaona majini wakishuka na maumbo tofauti tofauti. Kuna majini walikuwa wanashuka na miale kama ya moto, na kuna majini walikuwa wakishuka na miale kama ya radi, na kuna majini walikuwa wakishuka na mfanano wa majoka makubwa, na kuna majini walikuwa wakishuka na mabawa kama malaika. Baada ya hapo ikawa inapiga radi kubwa sana. Ghafla Abdullah bin Masudi akawa haoni mbele na akawa hasikii Mtume alikuwa anazungumza nini na majini. Baada ya muda mrefu sana watu walijua Mtume ameangamia, lakini ghafla Abdullah bin Masud alimwona Mtume akirudi akiwa mzima kabisa wa afya. Majini wapo wa dizaini kama 3 tofauti. Idadi ya majini ni kubwa sana kuliko sisi binadamu, na majini wamegawanyika katika sampuri kuu 3. Kuna majini wenye maumbo ya wanyama pamoja na majoka, na kuna majini wenye mabawa wenye mfano wa malaika, na kuna majini wenye mfano wa binadamu. Je, unaufahamu ukubwa wa Mtume na wadhifa wa Mtume Muhammad mtukufu wa daraja? Mtume Muhammad alizaliwa katika siku ya Jumatatu, na Mtume alipewa utume katika siku ya Jumatatu, na alitoka Maka kwenda Madina katika siku ya Jumatatu, na Mtume alifika Madina katika siku ya Jumatatu, na Mtume alipoteza maisha katika mgongo wa ardhi katika siku ya Jumatatu. Mtume alikufa akiwa na miaka 63, na Mtume alizaliwa mwaka 570, na Mtume alifariki mwaka 632. Mtume Muhammad mtukufu wa daraja anasema hivi: umbali wa kutoka hapa duniani mpaka uweze kuifikia mbingu ya kwanza, ukisema utembee katika kasi ya umeme, basi utatembea kwa miaka
500 Mtume Muhammad alipoitembelea mbingu ya kwanza, alimkuta baba yetu Adam katika msikiti wa Baitul Mahmur. Alimkuta akiwa na urefu wa mita 60 na unene wa mita 40. Na Mtume alipoitembelea mbingu ya pili, alimkuta Nabii Isa na mtoto wa shangazi yake Yahya bin Zakaria. Na Mtume alipoitembelea mbingu ya tatu, alimkuta Nabii Yusuf. Na Mtume alipoitembelea mbingu ya 4, alimkuta Nabii Idris. Na Mtume Muhammad mtukufu wa daraja alipoitembelea mbingu ya 5, alimkuta Harun bin Amran. Na Mtume alipoitembelea mbingu ya 6, alimkuta Nabii Musa alayhi salam. Na Mtume alipoitembelea mbingu ya 7, alimkuta baba wa imani Nabii Ibrahim. Mtume Muhammad mtukufu wa daraja, kiumbe bora kuliko viumbe vyote ulimwenguni, anasema hivi: ukiichukua dunia yetu hii tunayoishi sisi binadamu, ukaenda kuitupa katika mbingu ya kwanza anayoishi baba yetu Adam, basi dunia yetu haitoweza kuonekana, ni ndogo sana. Ni sawasawa na umetupa pete katika jangwa. Mtume anasema ukichukua dunia yetu hii tunayoishi sisi binadamu na ukaichukua mbingu ya kwanza anayoishi baba yetu Adam, ukaenda kuzitupa katika mbingu ya pili anayoishi Nabii Isa na mtoto wa shangazi yake Yahya bin Zakaria, basi ni sawasawa na umeitupa pete katika mchanga. Dunia yetu hii tunayoishi sisi binadamu na mbingu anayoishi baba yetu Adam haitoweza kuonekana. Mtume anasema hivi: ukichukua dunia yetu hii tunayoishi sisi binadamu, ukachukua na mbingu ya kwanza ya baba yetu Adam na ukachukua na mbingu ya pili anayoishi Nabii Isa, ukaenda kuzitupa katika mbingu ya tatu anayoishi Nabii Yusuf, ni sawasawa vile vile na umetupa tena pete katika mchanga. Dunia yetu hii na hizo mbingu mbili hazitoweza kuonekana. Mtume anasema hivi: ukichukua dunia yetu hii na ukaichukua mbingu ya kwanza na ukaichukua mbingu ya pili na ukaichukua mbingu ya tatu, ukaenda kuzitupa katika mbingu ya 4 anayoishi Nabii Idris, ni sawasawa na umetupa pete katika jangwa. Yaani hizi mbingu zote tatu hazitoweza kuonekana pamoja na dunia yetu hii, ni ndogo sana sana. Na Mtume anasema hivi: ukichukua dunia yetu hii tunayoishi sisi binadamu, ukaichukua na mbingu ya kwanza anayoishi baba yetu Adam na ukachukua mbingu ya pili
anayoishi Nabii Isa na mtoto wa shangazi yake Yahya bin Zakaria, na ukachukua mbingu ya tatu anayoishi Nabii Yusuf, na ukachukua mbingu ya nne anayoishi Nabii Idrisi, ukaenda kuzitupa zote kwa pamoja katika mbingu ya tano anayoishi Harun bin Amran. Ni sawasawa na umetupa pete katika mchanga. Dunia yetu sisi tunayoishi sisi binadamu haitoweza kuonekana, na hizi mbingu zote pia ni ndogo sana, hazitoweza kuonekana. Mtume anasema hivi, ukichukua dunia yetu hii tunayoishi sisi binadamu na ukachukua mbingu ya kwanza anayoishi Nabii Adam, na ukachukua mbingu ya pili anayoishi Nabii Isa, na ukachukua mbingu ya tatu anayoishi Nabii Yusuf, na ukachukua mbingu ya nne anayoishi Nabii Idrisi, na ukachukua mbingu ya tano anayoishi Yahya bin Amran, ukaenda kuzitupa katika mbingu ya sita anayoishi Nabii Musa alayhi salam. Hakika hizi mbingu zote na dunia yetu tunayoishi hazitoweza kuonekana. Ni sawasawa na mtu ambaye aliyetupa pete katika jangwa. Mbingu ya sita anayoishi Nabii Musa ni kubwa sana sana sana. Mtume anasema hivi, ukichukua dunia yetu hii tunayoishi sisi binadamu, ukachukua na mbingu ya kwanza, na ukachukua na mbingu ya pili, na ukachukua na mbingu ya tatu, na ukachukua na mbingu ya nne, na ukachukua na mbingu ya tano, na ukachukua na mbingu ya sita anayoishi Nabii Musa, ukaenda kuzitupa zote kwa pamoja katika mbingu ya saba anayoishi baba wa imani Nabii Ibrahim. Hakika hizi mbingu zote pamoja na dunia yetu hazitoweza kuonekana. Ni sawasawa na mtu aliyetupa pete katika mchanga. Hakika dunia yetu na hizi mbingu ni ndogo sana 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 sana. Je, unasumbuka na mitihani ya kimaisha? Unasumbuka na dhiki pamoja na majaribu na mateso katika maisha yako? Na kila unapokuwa unafanya jitihada ya kujinasua na mitihani uliyonayo, hauoni njia ya kupita? Je, unahitaji kumwita Mtume Muhammad uonane naye macho kwa macho, au muone katika njia ya njozi, uondokane na mitihani uliyonayo, upate suluhisho juu ya mateso na majaribu unayopitia? Na je, unasumbuka na maradhi ya muda mrefu, maradhi ambayo umefanya kila aina ya jitihada kupata suluhisho na ufumbuzi na uponyaji juu ya maradhi yanayokusumbua na umeshindwa kupona? Unahitaji kuonana na Mtume mtukufu wa daraja akuponye maradhi uliyonayo? Au unasumbuka na maisha ya dhiki, unahitaji kuonana na Mtume akufanyie dua na uondokane na maisha ya dhiki na maradhi uliyonayo? Kitu cha kwanza unachohitajika kukifanya, utatakiwa ufunge ndani ya siku 7 kama ambavyo unavyofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani.
na itakubidi uswali swala 5 na umswali Mtume na ufanye zile ibada za faradhi zote. Utakapokuwa umemaliza kuswali ibada yako ya Isha, ile ya faradhi ya saa 2 ya usiku katika siku ya kwanza, siku ya Jumatatu, kama unahitaji kumwona Mtume, itabidi usome utajo huu: wakafa billahi naswira. Utairudia mara 256, wakafa billahi naswira. Na katika siku ya Jumanne, baada ya kumaliza ibada yako ya Isha, utataja utajo huu wa bitalhu wakafa billahi hasiba. Utairudia mara 256, wa bitalhu wakafa billahi hasiba. Na katika siku ya Jumatano, utakapokuwa umemaliza ibada yako ya Isha, utataja utajo huu wakafa billahi wakila. Utairudia mara 256, wakafa billahi wakila. Katika siku ya Alhamis, utakapokuwa umemaliza ibada yako ya Isha ya faradhi, utaketi kitako na utataja utajo huu wakafa bi rabbika haj wa naswira. Utarudia utajo huu mara 256, wakafa bi rabbika haj wa naswira. Katika siku ya Ijumaa, katika ibada yako ya Isha utakayokuwa umemaliza, utataja utajo huu wakafa bihi bizunubi abadi khabira. Utarudia utajo huu mara 256, wakafa bihi bizunubi abadi khabira. Na katika siku ya Jumamosi, katika ibada ya Isha utakapokuwa umemaliza, utataja utajo huu wakafa lahu limuminina likitala. Utairudia mara 256, wakafa lahu limuminina likitala. Katika siku ya Jumapili, utakapokuwa umemaliza ibada yako ya Isha, utataja utajo huu wakana Allahu kawiyani aziza. Utairudia mara 256, wakana Allahu kawiyani aziza. Na utakapotaja utajo huu na ukazingatia taratibu zote ambazo nimekuelekeza ndani ya siku 7, hakika utafanikiwa kuonana na Mtume Muhammad, mtukufu wa daraja, kiumbe bora kuliko viumbe vyote ulimwenguni, na utafanikiwa kuonana naye na utamwelezea shida zako na mitihani yako, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakupatia hitajio lako. Je, unasumbuka na mitihani ya kimaisha? Unasumbuka na maradhi ya muda mrefu? Na unasumbuka na maisha ya dhiki? Hakika
Ukizingatia hiki ambacho nimekuelewesha, biidhnillah, kwa uwezo wa Allah, utaenda kuondokana na mitihani iliyopo katika maisha yako. Unayeiona hapa, hii ni ofisi yangu Dr. Musa. Kuna kila aina za dawa mbalimbali za mimea, na kuna dawa za kupandisha nyota yako ambayo imevurugika, na kuna dawa za kusafisha nyota yako, na pia nina dawa za mivuto ya biashara, na nina dawa nyingi pia za mvuto wa mapenzi, wa kufanya upendwe na mke uliye naye au mume uliye naye. Na pia nina dawa za kutibu maradhi mbalimbali yanayokuandama katika mwili wako. Na pia nina dawa za kupandishwa cheo kupitia kazi unayoifanya. Na pia nina pete za bahati. Kama unahitaji pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, pete original yenye madini original, pete ya kupatia mafanikio kupitia kila unachokifanya. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanywa kafara za wanyama mbalimbali, unahitaji pete za mafanikio kupitia kila unachokifanya, unahitaji pete za kukupa kibali cha kuwa na mvuto kila kona dunia utakayopita. Ukiwa nje ya nchi, kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Na utakuwa umefanya kitendo cha uungwana kama utaamua kushare video hii kwa watu wako wa karibu, kwa ndugu, kwa marafiki, wapate elimu ya kujifunza vitu mbalimbali. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa, Dr.